Na ndio maana manabii wanakuwa walikuwa Wakristo kwa sababu waliongozwa na roho wa Kristo. Mitume pia waliongozwa na roho wa Kristo. Nisaidie Matendo ya Mitume ngapi? Matendo wa Mitume. Matendo ya Mitume wa Kristo katika jina hilo kanisa na jina ya Kristo, lakini matendo hayuko. Baadaye tumetoka kuangalia saa hizi, yaani makristo kwa jina, Wakristo kwa jina. Lakini matendo yao hayandanishi. Na wanasema sisi ni Wakristo na Jumapili tunataka kanisani. Lakini imani yao ni ile inaonekana vizuri, nzuri, inaonekana ikiwa njema machoni pao, lakini mwisho ni njia ya mauti. Mwalimu ina maana ndio mtu awe Mkristo kamili, anafuata dini ile ya haki, lazima awe na roho wa Kristo, na roho wa Kristo huyo lazima amuongoze katika njia zake. Ili mtu awe ni Mkristo amekamilika katika imani ya Kikristo. Ni Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa 4. Je, wale walikuwa jangwani walikuwa dini gani? Wakorintho wa kwanza 2:4. Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa 4. Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa 4. Maandiko matakatifu yanasema, Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa 4 inasema, wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho, kwa maana waliunywea mwamba wa roho uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Kwa hiyo watu pale jangwani ndio walikuwa dini ya Kikristo kabisa. Na tukitaka kudhibitisha hiyo, Mwalimu 7:37 Matendo ya Mitume 7:37. Tunaangalia wale walikuwa huko walikuwa dini gani? 7:37 inasema hivi, waambia Waisraeli, Bwana Mungu wenu atafanyaje? Kwa hivyo alikuwa kanisa wapi? Jangwani, pamoja na yule malaika aliyesema naye. Kwa hivyo Musa aliongea na Wanaisraeli jangwani, na alikuwa wapi? Kanisani. Maana walikuwa Wakristo mwalimu kabisa, si Waislamu. Waislamu waidangi kanisani, Waislamu wanaenda msikitini, lakini kwa madai yao wanadai manabii wote walikuwa Waislamu, lakini Musa ameonekana kanisani mwalimu. Ni hatari hiyo mwalimu. Msingi wa Kristo ni kuamini nini? Ya Wakristo imani yao ni gani? Waraka wa kwanza Yohana 5:4 twende kikomo. Waraka wa kwanza Yohana 5:4 inasema. Waraka wa kwanza Yohana 5:4 inasema. Inasema hivi.